Kumbe unakaa hapa? Mama, karibu. Asante, umekaribia. Naona baada ya mitimuano mfurugano na mzee wako umeamua uje tena kwangu. Ona siku zile ilikuwa kivurugi hadi soko, afu dada mwisho mwenyewe kaamua kunikataa tena. Niliogopa kuongea ukweli mbele ya baba, maana babangu mimi ni mkali, ni hatari. Ila sema nini? Mimi naamini ambalo lipo tu, na kama alipo tu. So yani swala la msingi ndio maana kila siku aga napendekeza. Ndio maana hata mara kwanza wakati naonana na yeye nilijaribu kuongea ambacho kinawezekana kwa wakati huu kifanyike, na hayo mengine yanakujaga tu, si ndio? Ila ukisema angalia mzee, sometimes mzee anaweza kusema ufanye hichi afu kao hujapendezewa. Ila ukichagua maamuzi yako mwenyewe unakuwa na uwezo wa kufanya kila ambacho unakitaka kwa wakati wako. Kwa babangu hapana. Nisingeweza kufanya hivyo. Basi sawa, sio kesi. Tambie hoja ni mpya au mungu mpya unaniletea. Mimi hapa nimekuja tu kuomba msamaha. Msamaha. Ndio. Sawa, msamaha unaweza ukawepo ndio, lakini hoja kuu this man. God have mercy upon us. Bado hatujajimaliza, so sijajua utakuja kwa jia hilo au ni hilo tu tunaishia hapo. Ningetamani kujua pia kwa sababu bado ni jambo ambalo linanisumbua mimi. Ni sawa. Babangu mwenyewe anapenda hela na akasema hivi tutafute mwanaume mwenye hela. Kwa hiyo naweza ngasema sawa huko kwenye upande gani? Mimi nimeshakukubalia. Halo bwana, karibu. Asante. Mwanasheria? Karibu sana. Asante. Nashukuru ujio wa kwako. Ila sasa leo hii unaweza kuona kuna sura nyingine imeongezeka. Bwana ndio watoto wetu. Sawa. Na wote ndio watoto wangu. Na huyu bwana. Unasema wote. Huyu alikuwa shuleni. Saizi yuko chuo. Kwa hiyo amekuja juzi tu anashinda jana. Mjomba. Habari ya shuleni? Nashukuru sana. Au wenzio kidogo unafahamu. Ila wewe tu hata siku mtani. Ni kweli. Sawa. Pole na masomo. Asante. Zingatia. Nashukuru. Haya. Kati ya hawa wote watoto hawa nilikuwa nimekuitia sana ambao mimi wanaonisukua ni hawa wawili. Huyu dada yao. Kuona nini nikampigia simu hii tayari sasa likizo. Nikamwambia fanya haraka tuje tukae na hawa wadogo zangu. Kwa kweli wananisumbua. Unasikia mwanangu? Hawa wadogo zako hawa. Tangia huko shuleni unafanya nini? Pana changamoto kubwa. Naye ipata hapa mimi pamoja na kaka yako. Na huyu mambo yote atakuja kumaliza mwishoni. Ndio utapata ushahidi. Bwana ndio haya nilikuwa nimekuitia mzio. Siku ile kidogo. Bwana Jomba. Hizi ni habari za kweli anazozungumza baba yenu. Kama nyinyi hapa nyumbani mnasumbua. Mnafanya mambo ya ajabu. Sijui achoongea baba yenu habari za kweli. Hapana, sio habari za kweli. Sasa yeye angekuwa chizi aanze kunieleza mambo kama ya kudai kwamba nyinyi mnamletea mambo ya ajabu, mnabadilisha wanaume kama nguo. Kweli mjomba, sio habari za kweli. Halo, unasikia watoto wako nakataa. Ni watoto. Kwa hiyo leo mmeungana wote kunikataa mimi. Mara ngapi vikao tunakaa na mimi na kaka yenu hapa tunawaonya hapa. Ni vikao vingapi? Wewe. Abeba. Tena wewe leo usingeingia kabisa kwenye fungu hili. Umeingizwa tu sasa hivi tu, lakini la kwanza ulikuwa unanisaidia na wewe. Unamshauri dada yako. Leo hii unanigeuka. Labda shemeji, labda nimuulize mjomba hapa. Okay, najua haya mambo anaweza kana anayajua mambo ya dada zake wanayofanya hapa nyumbani. Mjomba, naomba nielekeze ukweli ya wa dada zako. Anko bwana, mimi naelewa. Hawa wahuni wote, huyu hapo na huyu. Sawa. Wahuni sana tena wasumbufu. Yaani kila siku tunawakalisha.
tunaelekeza jamani, mnayofanya hayo si hatuyataki, umeona? Lakini hawasikii kuwakurupusha humo njiani humo kila siku. Yaani wanatuletea vitu vya ajabu ajabu mpaka mimi nashindwa kuelewa. Sasa huyu amezidi sana. Okolo. Jamani mnasikia? Mnasikia hizi habari? Ndio tunasikia. Kwa mbona mnanikatalia? Kweli anko. Anachokiongea sio kweli. Wewe pumbavu spend bila basket second and all. Paka mabaniani. Anachoongea baba yenu ni habari za kweli. Na mimi sitaki kuwafumbua. Siwezi kuwaonea aibu. Nyinyi lazima muonywe leo hii. Mambo ya kipumbavu mimi sipendi. Naomba tuheshimiane. Huyu ni baba yenu. Kwa nini leo hii mnashindwa kumheshimu? Sio kutuletea si wanaume wa ajabu hapa. Tunataka wanaume wenye hela. Wako wenye hela. Hapo tumeongea. Shemeji, tunataka wakwe wenye hela. Umeona? Sio vinago tu wanakuja hapa wanakuja. Huyu atakaa nao vizuri tu. Yaani katika mambo yote sasa tumeongea point. Tunataka wenye mshiko. Hasa huyu. Kwa nini hapa nyumbani mmeona kama mimi na makosa sana, si ndio? Unaona? Unasikia? Nimesikia. Majibu hayo unayaona? Lakini ndio tatizo la kuhonga mtoto. Kutambua kama mmemhonga ndio leo hii haya. Umesikia shemeji? Ukihonga mtoto ndio tatizo hili. Leo hii. Sawa wazee. Tumewasikia. Nyinyi si wakubwa wa mji. Shemeji. Simeona na wewe nani mtoto wako? Simeona ndugu zangu. Silikuwa naongea haya. Haya umeona majibu ndio majibu haya. Haya na wanapoondoka hivyo wameaga hapa kwenye kikao hapa kwamba tunaenda hivi. Hizi ni dharau, hamna kitu kingine. Shemeji, mimi mwenyewe nimeona hawa watoto wanahitaji onyo kubwa. Sio mchezo. Hawa watoto wana kiburi. Najua hata dada yao watamshinda. Atawashindwa hao watu wawili. Babu vipi? Fresh kama kama. Nyama. Uhakika niambie. Shwari. Kama kawaida. Afu ni maana umenicheki kwenye simu daule nimeona makelele tumeshindwa kuelewana. Ndio maana nimekwambia uje hapa tuongee. Vipi kuna issue gani tena? Kwa mjomba mwanangu Messi na mchumba nilikuwa navizia. Umeona? Na hilo sinajua itikilizie tu. Sikupangiliaga yule mchumba, kuna kamchumba fulani mazingira nikangaza. Sehemu gani sasa? Kwa mzee Nyuji yule Faza. Yule Faza? Mesha kuna naye mwanangu kuna binti yake mmoja hivi. Mwanangu. Yule mzee noma mwanangu. Ananiletea ni jazi kinoma yani mwisho wakaniletea ambushi kinoma. Tukashindwa kuelewana mwanangu. Tukajiana juu. Ikawa noma sana. Wewe imekuaje mwanangu? Babu sio poa, mimi nimetimba mpaka pale. Umeona nikagonga mlango, mzee katoka. Kwa hiyo ulienda hadi nyumbani kabisa pale. Mzee mimi siulizi. Mzee mwenyewe shanitokea hiyo mimi baada ya kufumaniwa na yule mzee pale. Mimi sikuelewa kama yule ndo mzazi wake siku ya kwanza pale. Nikaulizia mazingira pale kwa majirani. Nikaelekezwa nyumba. Fika pale nagonga. Si anatoka yule Faza bwana. Mwanangu ilibidi niwe mpole yani mwanangu. Unajua kumkuta mtu kwenye mazingira yake. Ndio wewe mpole, nikabidi nitulie tu kama vile so mimi yani mwanangu kama vile simba lolo aliyomwagiwa maji akalowana, si unajua? Nikabidi nitulie mwanangu, akanichimba mkwala pale, nikaondoka zangu mwanangu. Yule mzee yule nuksi mwanangu. Sasa 9 kwenye 1 na 2 hapo tunafanyaje? Maana raga mwisho mimi nimekutafuta ili tusiviane tujue tunafanyaje. Sasa kama maelezo kama hayo unanigea saizi hapa itakuwa jao afu changamoto. Mwanangu hapo hamna mwanangu. Yaani kama kuna swala lako ndio ukalitimize pale. Mwanangu pale kusogea ile nyumba sio yani sina uhakika kwenda pale kwa sababu mwanangu tushazinguana. Yaani yule mzee kwanza nimekutana naye zaidi ya mara 3. Mara ya mwisho mzee akatukutanisha na mtoto wake nimembana kwenye kona. Si akanitoa nduki mwanangu. Sema sio kesi kwa sababu mimi Faza simeshampangilia kabisa misondo yangu. Kwa hiyo umeenda kuongea na mzazi kabisa. Mzee nimempangilia, sema la mwisho na mjaza kwenye mifumo lazima atajaa tu aitike na mimi. Sema wazazi unajua mzazi ukishamtia itikili na yeye anaelewa mazingira. Yaani yule Faza yule nishakutana naye mara hizo. Mara ya tatu mzee ananikutaniza kwenye kona mwanangu nimebana mtoto wake yule mwanangu. Alinitoa nduki kinoma mwanangu. Bado niko na mazingira yale mwanangu. Nimepiga hesabu yani nianze kuruka kama ndege yani napelekeshana nikaona bwana. Kwani nataka niache tu pale mazingira yale. Mwanangu pale mimi kwenda pale nyumba ile saizi
ya nitafute tu chuma nyingine maana watoto wapo wengi. Unaona saizi kama wamerudi wanachuo, naona wengi saizi mtaani hapa. Ngoja nifukuzie hao mwanangu. Unaelewa tena mwanangu. Utizo ndaka wanachuo wao. Saizi wale watoto wale wa geti, yani kama vile mzee amejiwekea mazingira kama watoto zake wa geti kali. Sasa wewe sio fiskali wala nini, mapaskali tu wale, unajua tu. Sasa jomba wewe na ile tikeli zako za piga tuondoke, utaweza kweli? Naweza. Sasa yule simzee ameshazingua, mimi natafuta nyingine, unajua ile tunapiga tunapita hivi. Uhakika unaelewa mazingira. Sema mimi nitamjaza faza pale, ndaongea naye nimwelekezi kwamba bwana mimi nina jombo langu pale nimelielewa. Kwa unajua faza akienda kwa yule mzee wataelewana tu. Dakika mwisho kama wewe ni kweli limeshakukuta hilo. Wewe itakuwa noma sana, afu hawezi kutuzingatia maelezo yetu. Dakika mwisho unaona kama sio wote waki hivi. Kwa hapa anachofanya hapa mimi namzingatia faza. Sasa maelekezo ya faza akizingua mimi nitajua nifanye. Ila faza hizi kuzingua kwa sababu mimi mchumba mimi nimemwelewa kichizi yani. Mimi hata faza aseme nini wewe. Mimi mamlaka yangu mimi sita kama sita naua. Mimi sielewi. Najua tu hapo. Nakubali. Wewe ongea naye mzee wako, labda kajaribu kumshirikisha mzee wako ujue yeye analiwekaje ili swala. Unajua wazee wetu hawa wameenda age kidogo kwa naelewa jinsi ya kukushauri wewe kijana. Unajua sasa sema ndio hivyo mwanangu. Sema safi mwanangu, mimi hapa nimetulia hapa mazingira hapa. Natulia tunasikilizia kwanza upepo, unaelewa bwana, jua linawaka kinoma. Jomba sio poa, huu mwaka wenyewe chumvi Sema noma mwanangu, tutakutana mazingira ndo haya. Tutakamatana tu amna noma. Mimi nashuka down hivi nataka nikachungulie mazingira. Mimi ndatokea, mimi bado mishale fulani. Unajua tena mpaka ni basi safi ndugu. Hapo amna noma. Nakubali ndugu. Fresh. Mwanangu ndo hatari wewe. Jamaa huyu. Noma sana. Hivi kwa nini ukitwa hani unasikia ramba kandani? Hadi unatamani uisikie milele maishani. Na maanisha sio tani, upendo umenipa amani. Wengine wanafika mbali, eti mapenzi majani. Kuisha kabisa, mwenzenu ananimaliza. Ufundi kapatia wapi? Mbona napitiliza? Kuisha kabisa. Sasa mzee hapo na sister hapo naita hapa nataka kuelekeza kwamba nimetathmini au nimefikiria ni saizi bora nioe. Au wewe sister hapo ulikuwa unasemaje? Ushaanza wewe kila kitu kupinga tu. Sio kupinga, mimi nakujua wewe unaweza kuleta mtoto hapo aanze kunisumbua. Anasumbua vipi? Anakuja hapa kila kitu atapata. Masuala ya kula nyinyi kwani amulia bauzi atulia. Sawa tunakula. Huko mnaenda kaa peke yenu amkai tena hapa. Kibanda kilichojenga hapo meshaanza kuchanganyikiwa. Kinamchanganya vipi? Kibanda si cha kwangu au? Hizo zenyewe unaziona zivyo kuwa ngumu. Lakini wewe umejiandaa. Mimi nishajiandaa tayari. Ndio maana nasema nataka kuoa. Mzee sikasema tegemea sana mzee. Mimi mzee kasimama tu kwa ajili ya kuniboost, lakini mimi ni mzee wangu na yosema popote ningetaka simama atasimama. Alafu shaanza kauli zako naye. Naanza kugombana nyinyi. Sitaki matatizo nini. Sawa? Ukisema kijana wangu, kuoa kuna utaratibu. Kuoa kuna maandalizi. Kuoa uweze kuepuka tu na kusema kwamba nahitaji kuoa kienyeji. Kwanza mimi kama mzazi lazima nimjue huyo mkamwana. Maana usije ukasema unaoa unaniletea watu ambao hawaeleweki hapa nyumbani, ambaye hana heshima, anakuja amevaa mnasema nyinyi modo. Sasa hicho kitu mimi sipendi. Sawa mzee. Lazima unavyohitaji kuoa kuna maandalizi, hicho cha kwanza. Sawa. Umeona? Maana kulingana na hali tulionayo sasa hizi ni ngumu, lakini ilikuwa ndakia taarifa mapema watu tukajiandaa. Lakini unavyosema kwamba nahitaji kuoa kabla tujapangana, sawa, siwezi kujua wewe mwenzangu umejiandaa. Umeona? Sawa. Ila la pili ndio hilo nilokuambia, lazima huyo mkamwana nimuone. Maana yake unaweza wewe ukasema ni mke, kumbe baadaye kama tatizo. Sawa. Umeona? Sawa. Baadaye kama tatizo, sio muda mkaanza kukushana na wenzio huko, ukawekwa ndani, ukafanya la kufanya, ukawekwa ndani. Hicho kitu sipendi kwa wewe kijana wangu. Na wewe ndio wa kwanza
na kutegemea. Sasa sio baadaye tena yao matatizo. Unasema unahitaji kuoa afu yao matatizo. Hicho kitu mimi kwa kweli sipendi. Sawa. Hayo yote unasema wewe mzee ni kweli. Mimi nimeyachunguza, nimeona yule anafaa. Wewe mwenyewe nikikuletea hapa mzee, una ile ya kusema na unanividia. God have mercy upon us. Kabisa sana. Labda kama mwingine. Sema tu hapo kwenye uchumi kwa saizi. Ila mambo sio ya haraka sana. Muda wote yule atakuja na kama kwenda kwao si tutaenda mzee au mzee unanikataa? Sikukatai. Naomba unielewe ninachozungumza. Unajua watu wengine inafika kipindi wewe unaweza kadai kwamba unamkubali. Sawa unamkubali. Lakini si enzi zetu na mama zao nilikuwa napangiwa na wazazi wetu kama oa mji ule. Umeona? Sio nakurupuka tu. Kadri nikiona mwanamke mzuri basi nakurupuka tu ni kumchukua kumweka ndani. Hapana. Kulikuwa kuna utaratibu zamani. Kipindi chetu sisi tunaambiwa na wazazi mji huu ndio kuoa. Sio mradi mji. Unaweza kuoa mji mwingine mkaleta matatizo kwenye mji wenu. Sahihi. Umesikia? Sawa. Kwa ndio maana nilikuwa nasema nitakie ni muone kwanza huyo binti ana tabia gani? Na mimi ni mzee. Kama ana tabia mbovu kumuona tu namna nitajua. Kumuona tu hivi namna nitajua. Kama huyu mwanangu huyu sio mwanamke. Umeleta dudu nyumbani. Basi sawa mzee, mimi nitamleta atakuja. Hamna shida mwanangu. Sawa. Hilo mimi nimelipokea lakini kulingana na uchumi wenyewe ndio ngumu. Tunaweza tukajikokota lakini cha kwanza ni hicho ni muone kwanza. Na ndio tunasema Jesus! Jesus! This man! God have mercy upon us. This man! God have mercy upon us. Weka hapa vipi? Sawa. Wewe mwenyeji hapo? Hapana mimi. Sasa nilikuwa naenda hapo. Sasa nikumota haraka hivi. Tufanye mambo yangu hapo.